Ipo nguvu kubwa sana maishani inaitwa the power of recommendation, yaani nguvu ya mapendekezo. Na kanuni yake ni moja: huwezi kujitambulisha mwenyewe au kujisifia mwenyewe. Ukitaka watu waone thamani yako, inabidi watu wengine ndio wakutambulishe na kukusemea vizuri. Hata kwenye Biblia tunaona kwamba Yesu Kristo hakujitambulisha mwenyewe. Yesu Kristo wakati fulani, mara baada ya kubatizwa, Mungu Baba alimtambulisha kwa kutoa sauti kutoka mbinguni iliyosema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na hata baadaye kidogo utaona Yohana Batizaji alimrecommend Yesu. Yeye alitoa mapendekezo mazuri juu ya Bwana Yesu kwa kusema, huyu ni mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Watu wengi katika maisha wamekuwa wanafeli kwa sababu wamekuwa wanapenda kujisifia wenyewe. Wamekuwa wanapenda kujipendekeza wenyewe. Tunaona hata katika mifano ya maisha. Hebu tuangalie mfano wa shuleni. Shuleni mwanafunzi hawezi kujipendekeza mwenyewe. Kinachompendekeza mwanafunzi ni walimu wake pamoja na mitihani atakayoifanya. Walimu ndio watakaosema huyu ni mwanafunzi bora, amefanya vizuri, lakini marks za mitihani yake ndio zitaamua na kusema kweli mwanafunzi huyu ni bora. Lakini hata kwenye biashara, mabango peke yake hayatoshi. Kuweka mabango makubwa yanayosema bidhaa hii ni bora hayatoshi kabisa. Itakachotangaza bidhaa kuliko hata mabango ni wateja ambao watakuwa wamenunua bidhaa yako na baadaye wakupendekeza kwa wengine kwa kusema kwamba hakika nimenunua bidhaa bora kwenye duka lile na hakika ni bidhaa iliyonifaa sana. Lakini utaona pia hata katika mambo mengine ya maisha, watu watakapokupendekeza hata kazini, wakasema huyu anafaa kwa sababu alishafanya kazi katika kampuni fulani, kwa hiyo tunampendekeza kwenye kampuni yako, utaona utapokelewa vizuri na mabosi wa kampuni nyingine na utakuwa ni mtu ambaye utafanikiwa katika kupata kazi bora. Kwa hiyo katika maisha, ukitaka kufanikiwa, usiwe mtu wa kujipigia debe mwenyewe, usiwe mtu wa kujisifu mwenyewe. Acha watu wengine wakusifu. Acha matokeo ya kazi yako, ubora wa kazi yako na bidii yako ikutangaze. Hii ni kanuni ya muhimu sana ambayo tumejifunza leo. Ukizingatia kanuni hii, maisha yako yatakuwa ni maisha yaliyoinuliwa sana. Watu wengi sana wanahangaika mitaani, watu wengi sana wanahangaika huko na huko, hawafanikiwi kwa sababu wamekosa watu wa kuwapendekeza. Lakini kuanzia leo ninakwambia kwamba Mungu atakuinulia watu wa kupendekeza. Utapata kibali kwa watu ambao Mungu atawainua wakupendekeze. Lakini hata kama wanadamu hawatakupendekeza, yuko Mungu wa miungu, yuko mfalme wa wafalme ambaye atakupendekeza. Utaenda kupata kibali kikubwa cha Mungu. Mungu mwenyewe anaenda kukupendekeza, anaenda kukurekomendi katika ulimwengu. Utapata kibali na kibali hicho kitakuinua. Ninaona kabisa kwa imani Mungu akiwa anakupendekeza yeye mwenyewe. Anaenda kukupendekeza kazini, anaenda kukupendekeza kwenye biashara, anaenda kukupendekeza kwa majirani. Kama ni mwanafunzi, Mungu mwenyewe anaenda kukupendekeza katika mitihani utakayoifanya, na utakuwa ni mwanafunzi bora na utafanikiwa kwenye kila unachokifanya. Kabla sijamaliza kuongea, nataka nikuombee ili Mungu akupendekeze. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya mtazamaji wangu anayenitazama. Inawezekana hajapendekezwa na mabosi. Inawezekana hajapendekezwa na wazazi wake, wala walimu, wala watu mbalimbali katika jamii inayomzunguka. Ninaomba ukapate kumpendekeza. Ninajua ukimpendekeza wewe, atafanikiwa. Ukimpendekeza wewe, atainuliwa. Ukimpendekeza wewe, atafika mbali. Ninaomba umsaidie, umpe kibali ili akauone utukufu wako. Katika jina la Yesu, ninaomba na kuamini nikijua utafanikiwa. Naomba huko uliko useme amen kwa nguvu. Na Mungu akubariki.